Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji, kwa majina yangu naitwa mchungaji Joshua Mabindo. Basi nikukaribishe ndugu yangu katika ibada hii. Acha niombe kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ukamuumba mwanadamu. Ninakushukuru Mungu kwa kunipa nafasi tena hii kusimama hapa madhabahuni kulileta neno lako. Ninakuomba Mungu ukaseme na huyu mama, ukaseme na huyu baba, ukaseme na kila moja moja. Baba, nimeomba na nimeamini kupitia jina la Yesu Kristo. Ndugu yangu itikia amina. Basi nikukaribishe ndugu yangu mtazamaji katika ibada hii ya mafundisho ya neno la Mungu. Leo tutajifunza somo linasema kwamba chanzo cha wababa wengi kufa haraka. Chanzo cha wababa wengi kufa haraka. Leo tuna janga ambalo linatesa familia nyingi. Na maanisha kwamba wababa wengi leo wamekuwa wakiaga dunia mapema kabisa na kuacha familia zao wakipata changamoto, wakipita kwenye wakati mgumu. Wewe ni shuhuda, mimi ni shuhuda. Fuatilia, wababa wengi wanaaga dunia mapema na wakiacha wake zao na watoto wao. Sasa somo hili limekuja maalum kabisa kwa ajili ya kuwaponya wababa wote Tanzania na ulimwenguni kote. Nisikilize ndugu yangu mtazamaji, na utabarikiwa sana. Nisikilize, nitazungumza sababu moja tu. Najua ziko sababu nyingi, lakini sababu moja tu ambayo ni kubwa kuliko zote. Narudia, nitazungumza sababu moja tu ambayo inayowafanya wababa kufa haraka na kuziacha familia zao. Sababu hiyo, andika, sababu hiyo ni kutokumcha Mungu. Narudia, sababu hiyo ni kutokumcha Mungu. Leo tuna wababa wengi ambao hawataki kumcha Mungu. Wababa wengi wa leo wanakimbizana na maisha, wako busy na maisha. Hata ukienda makanisani leo hautamkuta baba. Nakwambia kweli, narudia, hata ukienda kwenye makanisa leo hautawakuta wakina baba. Utawakuta wengi ni wakina mama tu. Sasa nisikilize, hiyo ndio sababu kubwa ambayo imeleta hili janga: kutokumcha Mungu, kutokutenga muda kwa ajili ya Mungu. Nisikilize baba, yamkini uko bize, hauna muda na Mungu, unatafuta maisha kuliko kumtafuta Mungu. Somo hili limekuja kwa ajili yake, kwa ajili yako. Somo hili limekuja kwa ajili yako. Kutokumcha Mungu kunapunguza siku za kuishi. Narudia, kutokumcha Mungu kunapunguza siku za mtu za kuishi. Kumcha Mungu kuongeza siku za kuishi. Hebu tuangalie kwenye kile kitabu cha Methali, ile sura ya 10 na ule mstari wa 27. Nitasoma. Inasema hivi:
kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Kama unataka siku zako ziongezeke, ni pale ambapo utamcha Mungu, miaka yako itaongezwa. Nimetangulia kusema ya kwamba wababa wengi leo hawana muda na Mungu, wako bize, wanatafuta fedha, wanatafuta maisha. Hiyo ni janga ambalo limeleta matatizo makubwa katika maisha yao. Usipomcha Mungu, huwezi ukaongezwa siku zako za kuishi. Nakwambia kweli. Unataka Mungu akupe miaka mingi, baba, mche Mungu. Nasema mche Mungu. Lakini kama utasema hapana, miaka yako itakuwa ni michache sana. Nimesema ya kwamba wababa wengi hawana muda wa kumfanyia Mungu ibada. Wababa wengi wamekuwa watoro kanisani. Tunamwona Kaini alipomuua ndugu yake. Mungu anamwambia Kaini, sikiliza Kaini, utakuwa mtolo. Sijajua hili neno ndio linawatesa wa baba. Sijajua. Yamkini hili neno linakutesa wewe. Umekuwa mtolo kanisani. Lakini leo ninakuombea usiwe mtolo. Mche Mungu Baba, mfuate Mungu Baba, na miaka yako itazidishwa. Wababa wengi leo wamekuwa watoro kanisani, na ndio maana wanakufa kabla ya wakati. Unajua, baba ndiye kichwa cha familia. Hata kichwa cha familia amekuwa mtoro kwa Mungu. Ni aibu, ni shida. Kichwa cha familia unashindwa kumcha Mungu, unashindwa kusimama katika nafasi yako. Una shida gani? Una shida gani baba? Nazungumza na baba ambao hawataki kumcha Mungu, wako bize, wanatafuta maisha. Acha nikwambie, ukitaka ufanikiwe, mtafute Mungu mwenye maisha. Ukimtafuta kwanza yeye, hayo maisha unayotafuta utayapata. Na wengi wa baba wanakutana na majanga kwa sababu hawataki kumcha Mungu. Wako wanapata ajali, wako wanagongwa na gari. Nini shida? Wako bize, wanatafuta maisha, hawana muda wa kumfanyia Mungu ibada. Kichwa cha familia amekuwa mtoro kanisani. Nisikilize, usipotenga muda kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada, Shetani unampa nafasi ya kuharibu maisha yako. Nakwambia kweli. Tenga muda kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada. Nakwambia siku zako zitaongezwa. Haleluya! Utalea familia yako, utaona wajukuu, utaona watukuu. Haleluya, haleluya. Nimekuletea somo hili, enyi wa baba, kichwa cha familia. Simameni katika Bwana, msio watoro katika Mungu. Ninasema na wewe, ewe baba, ukaamke, usiwe mtoro.
Nakwambia kweli. Na hii ndio sababu kubwa ambayo inawafanya wababa wengi wafa haraka, kwa sababu shetani anakutana nao kwenye yengo, anavuruka maisha yao. Usipotenga muda kwa ajili ya Mungu, unampa shetani nafasi, anaharibu maisha yako, anakufanya uage dunia kabla ya wakati. Usipomcha Mungu, huna ulinzi. Wajifanya uko bize. Tunakwambia nenda kanisani, mche Mungu, unasema unatafuta hela. Unatafuta hela. Sikiza nikwambie baba, Mungu anasema na wewe, acha ubize. Mtafute Mungu kwanza. Mtafute Mungu kwanza. Acha ubize baba. Mungu anasema na wewe katika siku ya leo. Kichwa cha familia ndiye kiongozi wa familia. Kiongozi wa familia, simama katika Mungu, mpende Mungu, mche Mungu, acha ubize. Mungu amewakasirikia sana wababa. Amewakasirikia sana. Kwa sababu baba wengi leo hawataki tena kumcha Mungu. Kuna shida gani wewe baba? Una shida gani wewe? Una tatizo gani? Amka baba, wewe ndiye kichwa cha familia. Simama. Baba akisimama, familia yake yote imesimama. Watoto wamesimama na mke amesimama. Kama baba kichwa cha familia, atasimama kimcha Mungu. Acha nikwambie baba, yote yanawezekana kwa yeye aminiye. Simama katika nafasi yako. Nasema hivi, nasema nawe baba, simama kwenye nafasi yako. Na tuna familia ambazo wanapita kwenye wakati mgumu. Nini shida? Baba hayupo. Shida nini? Wababa wengi hawataki kumcha Mungu. Na ndio maana leo tunaona Mungu amebadilisha mfumo. Na ndio maana tunaona leo hata maraisi, viongozi wakubwa ni wa mama. Wala usikasirike, kwa sababu wababa wengi hawataki kukaa kwenye nafasi yao. Kwa Mungu anaweza akainua kitu chochote. Nini shida? Wababa wamehama kwenye kusudi la Mungu. Wako bize, wamekuwa tolo. Ni ajabu sana. Unakuwa mtolo kwenye kumcha Mungu, unakuwa mtolo. Mungu anakuhurumia sana. Nasema Mungu anakuhurumia. Nataka nikuombee leo. Nataka nikuombee baba. Mungu anakuhurumia sana. Na shetani anawinda maisha yako usipokuwa makini. Hili somo limekuja kwa wakati maalum. Mungu anasema na wewe baba, badilika. Fumba macho nikuombee. Sema, Bwana Yesu, asante kwa hili somo. Kuanzia leo nimebadilika. Sitakuwa mtoro tena. Sitakuwa mtoro tena kwako. Nitakufuata wewe. Nitakutumikia wewe maisha yangu yote ya hapa duniani. Nisamehe Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Acha nikuombee. Baba, asante kwa huyu mtazamaji, huyu baba ambaye amelisikia neno hili. Ninaamini ya kwamba limeponya maisha yake, limeponya roho yake. Umembadilisha, hatakuwa mtoro tena. Atakucha wewe, atakupenda wewe maisha yake yote ya hapa duniani. Na Mungu amesema ya kwamba anayekucha wewe ataongezewa miaka ya kuishi. Nami namtangazia huyu baba, ukamwongezee miaka ya kuishi, akawe na miaka mingi, akalee familia yake kwa jina la Yesu Kristo. Pokea miaka mingi. Mungu akupe utoshelevu baba. Hata kama upo kitandani unaumwa, ninakutamkia hautakufa,
Hautakufa baba ulioko kitandani, na kutamkia kuishi, ukainuke tena. Hiyo kansa, huo uvimbe umeondoka kwenye mwili wako. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo. Itikia amen. Mungu akubariki sana ndugu yangu mtazamaji. Ninaamini umebarikiwa sana, nami namshukuru Mungu kwa hili somo. Tumebarikiwa sote kwa pamoja. Mungu akulinde, Mungu akutunze, na uwe na siku njema. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Joshua Mabindo. Namba zangu za simu ziko hapo. Kama utahitaji maombi, ushauri, utanipigia. Mungu akubariki. Mchungaji Joshua, napenda watu wote. Amen.